Historic books ni 12. Kwa hiyo tunaona kwamba huyo alikuwa jemadari, alikuwa mtu mkubwa, alikuwa ameheshimika. Mungu alikuwa amempa kibali, alileta ushindi kwa Washami. Mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye, aliweza kutenda mambo makubwa, alikuwa hodari, alikuwa mtu ambaye anajua kupigana vita. Na tena tunaona tena naye akawa na ukoma. Na tunaona vile tumesoma neno la Mungu, tumesomewa vizuri sana. Tunaona tena kosa la kwanza Naamani aliyofanya, alitaka kununua wokovu kwa vipande 10 vya fedha, 6,000 ya dhahabu na nguo 10. Akafikiria kuna pesa inaweza kununua wokovu. Ndio watu wengi walivyo, hawajamjua Yesu Kristo. Wanaona ya kwamba vitu wako navyo vinaweza kuwafanya waokoke, vinaweza kuwafanya wamjue Yesu Kristo. Lakini tunaona kosa alilofanya, yeye alifikiria kwamba kununua wokovu ananunua na mali yake. Mtu akiwa tajiri, mtu akiwa na mali, hata ukimwambia habari njema anaona unamwambia upuzi. Ndivyo Naamani alivyokuwa. Na tena tunaona kwamba vile walivyokuwa wakienda vitani, kuna yule mjikazi ambaye walikuwa wamemchukua ndio mpeleka nyara ili akaenda naye ili aweze kumtumikia bibi yake. Na tunaona vile huyo mjikazi ile kazi alikuwa anafanya, akaelezea bibi ya Naamani ya kwamba laiti huyu mtumishi angekuwa Israeli, angepata uponyaji, angepata ukombozi. Tunaona yule kijikazi ni mtu ambaye alikuwa amezaliwa sana. Tunaona hata tukiwa na wajikazi katika maboma zetu, hatuwapatie heshima, ni watu wa maana. Tunaona yeye alikuwa mtu wa maana, kupitia kwake tunaona Naamani alipata uponyaji. Bwana asifiwe. Kosa lingine aliyofanya, he went in the wrong place. Mahali Mungu hapatikani, mahali Roho hapatikani, mahali uwepo wa Bwana hapatikani, mahali nguvu za Mungu hazipatikani. Hata wakati Naamani alipoenda mahali pabaya, tunaona angepata uponyaji, tunaona angepata ukombozi, tunaona angeweka uhuru. Ndivyo wengi tulivyo. Unaenda mahali huwezi kupata uponyaji, unaenda mahali huwezi kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, unaenda mahali huwezi kunena kwa ndimi za moto. Bwana asifiwe. Ndiyo makosa na